kusoma Mithali 22 mstari wa 6. Nikasoma, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Bwana Yesu asifiwe. Yaani usipomlea mtoto katika mazingira yale. Kwa hapa mimi hili nafundisha umlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha. Kwa sababu ukimlea mtoto bado mdogo, ataendelea kuwa na maarifa hayo hata atakapokuwa mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Wazazi mnanisikia? Unatakiwa umlee mtoto wako katika mazingira yanayompendeza Mungu. Hata jamii yenyewe itafurahia. Wewe unaonaje mtoto wako anapita sehemu watu wanaanza kumsema, huyu mtoto ana tabia mbaya, huyu mtoto ana tabia hii na hii. Wewe utafurahi? Kama ni mtoto wako utafurahi? Nawasihi wazazi na ninaomba wazazi mwalee watoto katika njia impasayo Mungu ili waende mbinguni. Siku ikifika ya kwenda mbinguni, waende mbinguni. Ukitoka katika mazingira mabaya, siku ikifika kwenda mbinguni, hataenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimekosea, si nataka kwenda mbinguni. Aya, nitasoma mstari wa 15. Ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adhabu itaufukuzia mbali. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto. Kwa hiyo kila mtoto ujinga umefungwa ndani yake. Usiseme mimi mtoto wangu hana ujinga, usiseme mimi mtoto wangu yeye ni mwerevu. Siku akija kuwa mkubwa ndio ataanza kuonyesha kama yeye ana tabia mbaya. Wakati bado yuko mdogo huwezi kugundua, kwa sababu yeye bado anakuwa na akili za kitoto, anakuwa na ufahamu mdogo sana, sio kama wewe mtu mzima. Mimi bado sitaki kwenda shule, nataka tu kubaki nyumbani. Yule mtoto ufahamu wake, yeye hajui maana ya elimu, hajui elimu itamsaidia nini katika maisha yake. Ila wewe mzazi, kwa sababu wewe unajua, inabidi umwambie mtoto wangu, wewe nenda shule. Hata kama hutaki kwenda shule, wewe nenda, utapata maarifa. Unaweza kumwelekeza mtoto wako. Sio mtoto wako akisema mimi mama siendi shule, mimi baba siendi shule, na watu wakiuliza kwa nini mwanao hajaenda shule, si alitaka mwenyewe kubaki nyumbani, sasa mimi ningefanyaje? Hapana, haya sio naweza kumlea mtoto. Naweza mtoto anasema sitaki kwenda shule, unasema mwanangu nenda shule, usipoenda shule nitakupeleka kwa viboko. Utaona mtoto atakapokimbia mpaka shule, na ukiona anaendelea kuwa mbishi, anataka kukaa nyumbani, unachukua jukumu ya kuchukua fimbo na kumpiga. Usipompiga mtoto, ukimlea katika mazingira ambayo hampeleki Mungu, siku akiwa mkubwa utapitia malezi yako anamlea. Hata mbinguni hatoenda, na wewe mzazi mbinguni hautoenda. Kikisia wazazi hamtoenda mbinguni. Unamlea mtoto wako vibaya, hautoenda mbinguni. Na mtoto ambao mama yako anakulea vibaya, na wewe unajua kabisa hivi ni vibaya, afu unaendelea kufuata, hautoenda mbinguni. Mtoto nakwambia hautoenda mbinguni. Mimi wazazi wangu wananielekezaga vizuri kabisa, ila nikikataa maelezo yao
huwa anachukua jukumu la kunipiga fimbo, na ujinga niliokuwa nao unatoka kwa sababu nimepigwa fimbo. Wewe unategemea mfano nikasema baba leo siendi shule, mama leo siendi shule, alafu baba yangu akasema haya kaa tu nyumbani, haya tu kwa sababu umekataa shule, haya tu. Hivi wewe mzazi, lakini wazazi 80, hivi wewe mzazi unakuwa na ufahamu kama kwangu maana mimi mtoto ufahamu wangu bado ni mdogo, hawezi kufikiria kama wewe mtu mzima. Kwa hiyo mtu mzima nikisema kwenda shule utasema usiende, nikikaa nyumbani, ina maana wewe mzazi una akili kama za kwangu. Maana wewe mzazi, yaani akili yako wewe ni mkubwa kimwili, lakini kiakili wewe ni mdogo. Usiwe na akili kama za mtoto. Ukiwa na akili kama za mtoto, Mungu anakasirika. Mungu sio kwamba umpigi mtoto anafurahi, umpigi mtoto kwa sababu wewe wake si mdogo, anasema mama yangu ananidekeza, baba yangu ananidekeza, mimi ananipenda. Wewe mtoto acha ujinga. Inabidi mmoja wako akiwa hivyo, unaambia mama au baba, mimi nataka kwenda mbinguni. Kwa hiyo nahitaji nilee katika mazingira mazuri ambayo yatampendeza Mungu, ili nikifika niende mbinguni hapa duniani. Watoto wako Makalinga, tunataka kwenda mbinguni. Tumeona maezi mazuri na wazazi wetu, tumeona maezi mazuri na mchungaji wetu, tumeona maezi mazuri na walimu wetu. Kwa hiyo wazazi, walimu wetu hawatulea vizuri, mchungaji wetu hawatulea vizuri, wazazi hamtakiwi kuendelea kutulea. Natakiwa mfuate matakwa ya Mungu yanavyotaka. Hapa neno linasema ujinga umefunga ndani ya moyo wa mtoto. Kwa hiyo kila mtoto unayemuona wewe, huyo mtoto ana ujinga ndani yake. Sasa usipochukua jukumu la kumchapa huyo mtoto huo ujinga anaoufanya, atakuwa na tabia mbaya iweze kuona duniani. Yeye ndiye atakuwa kiongozi wa tabia mbaya. Kwa wazazi nawashauri na nawasihi mtulee vizuri watoto, ili siku tutakapofika kwenda mbinguni twende na Bwana wetu, tupakae katika majumba mazuri, hatutaki kukaa hapa duniani. Hatutaki kukaa na makosa hapa duniani. Matoto hapa duniani yanatukia kila siku. Hiyo siku ya kwenda mbinguni ikifika, twende mbinguni. Wewe mzazi unaelea watoto wako, unawalea yaani kimayai.
inasema mtoto na yeye nimwache mwanangu, nikimpiga atakufa, nikimpiga kitu moja atalia. Sasa mwanangu alie, haya ni malezi mabaya unayemlea mtoto wako. Inabidi umlee mtoto wako katika njia ipasayo, ili Mungu afurahie malezi yako. Ukimlea mtoto katika malezi mazuri, hata Mungu atachukia. Mungu kupenda hayo malezi yako mabaya. Mungu anapenda mtoto wako akikosea unamwonya, mtoto wako akikosea unamwambia mwanangu, hapo umekosea, mwanangu usirudie tena hili kosa. Maana yake hili kosa ni mbaya sana, hautakiwi kulitenda. Ni wazazi ninawasihi na kuwashauri mtulee vizuri sisi watoto ili twende mbinguni. Msipotulea vizuri hata Mungu anachukia. Usiseme mwanangu nikimpiga, mwanangu nikimpiga ataumia, mwanangu nikimpiga atavimba, mwanangu nikimpiga sija atafanyaje. Hapana, haweza kumlea mtoto. Malezi ya kumlea mtoto ni yale mtoto amekosea, unachukua fimbo na unamchapa ili siku nyingine asirudie kutenda kosa kama hilo. Maana ukimwacha siku nyingine atakuja kufanya kitu kibaya sana, tena kikubwa, na mzazi mtabadilika. Mfano, mwanao yeye ni mwizi. Sasa mwizi, unajua kabisa mwanangu huyu anaibaga, hata nyumbani anaibaga hela pale, akikuta nimeweka 100 anaiba, 200, 300, 400 anaiba. Sasa hivyo 400 achana navyo, si hela ndogo tu. Siku atakuja kuiba kwa watu, sio kwako tena. Atakuja kuiba kwa watu mamilioni ya hela, alafu wote kulipa. Utalipa tena, mwanao atachoma na moto kabisa bila asisumbue watu. Maana yake hivi, mtoto anaiba anamsumbua mtu, msumbufu. Kwa hiyo mtatizo ya watu wa huko nje ya mataifa, wewe unakuja kanisani, mtoto wako ana tabia kama hizo. Hivi unaona huyo mchungaji wako ataonekanaje? Si ataonekana akulei vizuri, akufundisha vizuri. Na kati mchungaji anafundisha vizuri na unaelewa, unasema utatendea kazi gani unayotendea? Unatendea kazi gani na kuliza mzazi? Unatendea kazi gani wakati mwanao ni mwizi? Unasema kumchoma mwanao ili aache wizi, unasema nitayatendeaga tu. Utakuwa unatendea lini? Kuja kuiba hela nyingi au vitu vya watu ndio utatendea kazi? Inabidi tuwalee watoto wetu bado wako wadogo. Unajua, ukianza kumlea, mfano Joshua, ukianza kumlea bado mdogo, ukimlea Joshua bado mdogo, ukimwelekeza vizuri ataelewa. Lakini ukimwacha Joshua akaja kuwa kama akaja kuwa mwenyewe kama watatu, ameshakuwa mkubwa, ameshakuwa sasa, unafikiri ukimfundisha sasa atashika unayofundisha au atafuata ya nje? Atafuata ya nje, kwa sababu wewe mzazi ukianza kumfundisha mwanao bado mdogo, inabidi wafundishe watoto bado wadogo. Ukifika mkubwa huwezi
mama mdogo, mlee mtoto ni mdogo. Ukisikia neno mtoto, maana yake ni mtoto mdogo. Usimlee mtoto akiwa mkubwa ndio unaanza kumwambia mwanangu, hata hivi mwanangu, unawajibu wenzako vizuri, usiwatukane wenzako. Unafikiri kama ameshazoea watu wanatukanaga, sasa ataachaje na kati ameshakuwa mkubwa? Na wewe huwezi kumfanya kitu. Wewe mzazi unaanza tu kusema haya tu, mwanangu utakuja kuona, mwanangu utakuja kufanyaje. Wewe ndio uliyeharibu mtoto, sio mtoto ndio aliyejaribu mwenyewe. Hapana, mtoto hajaribu mwenyewe. Mtoto anaharibiwa na yale malezi ndio mlea wewe hapo. Inabidi wazazi tuwalee watoto katika mazingira yanayopendeza Mungu na hata jamii ikafurahia malezi yake. Wewe unaona mtoto wako kabisa, anasema huyu amefundishwa vizuri. Nani njoo kae hapa. Wewe mtoto una tabia nzuri, wewe mtoto umefundishwa vizuri. Hata unaonaje sasa mwanao sasa anapita mtaani, utasikia milioni hili halina akili, mama yake alimfundisha vizuri. Wewe kama mzazi unajisikiaje? Ndani ya moyo wako unajisikiaje? Unataka kujisikia vibaya ndio umfundishe mtoto wako? Mfundishe mtoto wako bado mdogo. Ukimfundisha mtoto wako bado mdogo, hata akiwa mkubwa anatoka na malezi yale uliyomfundisha wewe mzazi wakati yuko mdogo. Ukianza kumfundisha yuko mkubwa, hawezi kuelewa. Hata ufanyaje hawezi kusikia wala kuelewa, kwa sababu anapokuwa ameshapotezwa na watu wa nje, ameshapotezwa na watu wa duniani. Inabidi wazazi, somo hili wazazi mkatilie maanani ili mlifanyie kazi somo hili, ili watoto wenu wakiwa wakubwa wakija wakawasumbua msiseme mimi sikuambia. Mimi nimeshaambia. Usiniangalia mimi ukasema hii ni mtoto tu. Hapana, Mungu ndo kanitumia mimi nije niwaletee nyie wazazi taarifa hizi na nyie watoto. Mungu kanituma nije niwape taarifa hizi, maana nyie wazazi mnatakiwa ndio mwalee watoto. Na nyie watoto mkielewa mazingira ambayo uelewe, mzazi wako tu unasema siendi shule, anakaa na yeye anasema kaa hapo, unakula kabisa, unakaa unajibeteka hapo, haitakiwi. Wewe mtoto unamwona mwanao, wewe mtoto unamwona mamako ana malezi hayo, mwambie mama, mimi nataka kwenda mbinguni, nataka unilee katika malezi yanayompendeza Mungu. Sitaki kuelewa mimi na malezi mabaya, nisije nikakosa kwenda kulala vizuri, kukaa vizuri, kuzaa na Yesu, kuona Yesu, yaani kushinda vizuri bila magonjwa, bila chochote. Ukimlea mwanao vibaya na mtoto ukileleka vibaya na mzazi wako,
Mungu akirudi, Yesu akirudi, akija kuchukua watakatifu wake, wewe mtoto utaachwa kwa sababu, na mzazi wako ataachwa kwa sababu mzazi wako alikulea vibaya, na wewe mtoto hukumwambia mzazi wako akulee vizuri, na wazazi uliweka hapa kanisani. Msije mkasema watoto hata watuambiaje, mchungaji atuambiaje. Mchungaji anawaambia vizuri, muwalee watoto vizuri, na mimi pia nimewaambia muwalee watoto vizuri, na walimwetu wanaambiaga tuweleke vizuri kwa wazazi wetu. Hatutakiwi kufuata mambo ya duniani. Mambo ya duniani achana nayo. Mambo ya duniani sio kwa wakati. Mambo ya duniani ni ya zamani sana. Mambo ya duniani ni kama uchafu. Mambo ya duniani ni takataka. Wewe mtoto usipate malezi ambayo unalelewa na mzazi ambaye hakulei vizuri. Mpate mzazi anayelea vizuri, uende akakufundishe. Kama mzazi wako ameshindikana, inabidi hata wenzako wakianza kuelekeza na mwanao, unaenda unasikiliza ili ujifunze.